Hapo zamani miaka mingi sana iliyopita katika taifa la Israeli, watu walikuwa wamechoshwa kuishi bila mfalme. Walihitaji kupata mtu wa kuwaongoza vitani, mtu wa kufanana na mataifa mengine. Na hapo ndipo walipoamua kwenda kwa Nabii Samueli, na walipofika mazungumzo yao yalikuwa kama tunavyoweza kuona katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5. Wakamwambia, "Angalia wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue, mfano wa mataifa yote." Samueli alihuzunika sana baada ya kusikia hayo maneno, na moyo wake uliumia sana. Lakini Mungu akamwambia kwa upole katika Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 7. Bwana akamwambia Samueli, "Isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno utakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao." Na hapo Mungu akamchagua kijana mmoja aliyeitwa Sauli, ambaye alikuwa ni mwana wa Kishi. Sauli alikuwa ni mtu mrefu, mwenye mwili wa kifahari na sura ya kupendeza. Na watu walipomuona Sauli, wakasema hakika huyu ndiye mfalme. Lakini Sauli hakuwa anajua kwamba siku yake ya kawaida ingetengeneza historia. Alikuwa tu akitafuta punda waliopotea wa baba yake, lakini Mungu alikuwa akimvuta kwenye kusudi kubwa. Alipokutana na Nabii Samueli, Samueli akamvuta pembeni, akamwaga mafuta juu ya kichwa chake na akasema kwa sauti ya mamlaka katika Samueli wa kwanza 10 mstari wa 1. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akamimina kichwani pake, akambusu, akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wa Israeli? Nao utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake." Na hapo ndipo Sauli alipokuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Mwanzo wake ulikuwa mzuri sana. Aliongoza kwa ujasiri, alishinda vita, akawa kiongozi wa heshima sana. Watu walishangilia sana na kupaza sauti zao. Lakini baada ya muda kupita, kitu ndani ya moyo wake kilianza kubadilika. Sauti ya nyenyekevu ikapotea. Kile kilichoanza kwa utiifu kilianza kujaa kiburi. Siku moja akiwa vitani, Samueli alichelewa kufika kutoa sadaka. Sauli akasubiri tena, akaichukua sadaka na kuiweka madhabahuni, akijaribu kuchukua nafasi ya nabii wa Mungu. Na alipomaliza tu, Samueli akaingia, na uso wa Samueli ulikuwa umejawa huzuni, kama tunavyoweza kuona katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13 hadi 14. Naye Samueli akamwambia Sauli, "Umefanya upumbavu, hukushika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru. Kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe kulishika neno lile Bwana alilokuamuru." Hapo ndipo moyo wa Mungu ulianza kujiondoa kwa Sauli. Lakini bado Mungu alimpa nafasi ya pili, amri nyingine rahisi. Na amri hiyo ilikuwa ni kuwaangamiza Wamaleki wote na asibakize kitu chochote. Lakini Sauli akahifadhi mali nzuri, akawaacha watu wachache hai, akisema anataka kutoa sadaka kwa Mungu. Samueli aliposikia, akasema kwa sauti ya uchungu na upendo katika Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Naye Samueli akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Na tangu siku hiyo roho ya Mungu ikaondoka kwa Sauli, na roho mbaya ikaanza kumsumbua. Alianza kuwa na hofu, wivu na hasira. Kisha Mungu akampaka mafuta kijana mdogo aliyeitwa Daudi, mwana wa Yese. Wakati Daudi alipomshinda Goliati, watu walishangilia kwa kelele, na hapo moyo wa Sauli ukapasuka kwa wivu. Kila mara Daudi alipoonekana, Sauli aliinua mkuki wake, akajaribu kumuua mara nyingi, lakini Mungu alimkinga Daudi. Miaka ikaenda, vita ikazidi, Sauli akazidi kupotea gizani. Mungu hakumjia tena, si kwa ndoto, si kwa manabii, wala si kwa maono. Na katika hofu yake, Sauli akafanya kosa kubwa la mwisho. Alienda kumtafuta mchawi wa Endori, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 28 mstari wa 7. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, "Nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake." Watumishi wake wakamwambia, "Tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori." Roho ya Samueli ilimtokea na kumwambia katika Samueli wa kwanza sura ya 28 mstari wa 19, "Tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Hata na kesho wewe na wanao mtakuwapo pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti." Daudi aliposikia akalia kwa uchungu na kusema katika Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 19, "Walio fahari yako, Israeli, juu ya mahali pako palipoinuka wameuawa, jinsi mashujaa walivyoanguka." Hadithi hii inatufundisha jambo kubwa sana. Si kila aliyeanza vizuri humaliza vizuri. Tunaweza kuona Sauli alianza kwa neema, lakini akaanguka kwa sababu hakutii. Lakini leo Mungu anatukumbusha kitu kimoja: kutii ni bora kuliko dhabihu. Kiburi kinaweza kutuangusha, lakini unyenyekevu unaweza kutuinua tena. Kwa hiyo kama Sauli alivyopoteza, tusiruhusu mioyo yetu ipoteze neema ya Mungu.